Tuongee mchezo wa Simba dhidi ya Fountain Gate ambao umechezwa kwa Mkapa Stadium. Mechi ilikuwa nzuri hasa ukizingatia kwamba matatizo ambayo walikuwa nayo Fountain Gate ya kutokamilisha baadhi ya vibali vya wachezaji wao, lakini wameingia kwenye mchezo bila kuwa na ile approaching ya kusema kwamba kwenye benchi tuna wachezaji wachache na tutafeli hivi na vile. Wamecheza open game, wamecheza vizuri na bahati moja nzuri, wameonyesha mpira mzuri pia. Ukiangalia the way mechi ilivyoanza, na pia chengine unakuta kwamba kama Simba wenyewe pia mechi kwao ilikuwa nzuri. Ukiangalia setup ya kocha Matola kwenye kumwanzisha Mzamiru Yassin, kuonyesha kitu tofauti, kumrudisha nyuma Nabi Kamara, kimeleta kitu cha tofauti sana, kwa sababu ukiangalia the way timu ilivyokuwa na operate kutoka nyuma, kwa watu wanadhani kwamba ni kutokana na kutokuwa na muda mzuri sana wa maandalizi, ukizingatia ratiba zilivyokuwa zinabana. Kwa sababu ukiangalia ratiba ya Simba ama ukiangalia ratiba ya michuano yote kwa ujumla, zimekuwa karibu sana, kiasi kwamba tusitegemee kuona kwenye hizi game za kwanza ile operation ya kila timu kufanya vizuri zaidi, ukizingatia kila baada ya siku 2 unacheza tena mechi nyingine mpya, na ukizingatia pia mechi hiyo mpya ambayo unatakiwa unacheza kwenye kiwango gani na unatakiwa uweje. Hiyo ni swala jingine. Ndio maana leo hatuwezi kukuta ni timu ambazo zinacheza mpira mzuri sana kiasi kwamba tuone the way mambo mazuri zaidi kwenye pitch. Isipokuwa tu ni kwamba swala la msingi ambalo linatokea ni lile kwamba football it's all about to score. Ndio kitu ambacho kinatokea. Kinachotokea ni football it's all about to score, kwa sababu ili uwe timu bora, timu nzuri, ni pale ambapo utacheza vibaya na utapata matokeo, utacheza vizuri utapata matokeo. Ndio hivi ambavyo tunaona. Na pia kwa sababu ya kuchukulia kwamba Fountain Gate walikuwa wachache ama vipi, hiyo ni issue nyingine ambayo kimsingi mpira ili uende mbele ni lazima watu wazingatie vitu vya msingi na kujitolea, kwa sababu leo huwezi kulaumu eti Simba wacheza vibaya au walikuwa walifanya vipi. Wao waliparticipate kwenye nafasi yao. Kama Fountain wameanzisha, walikuwa na mashindano ya kwa wenyewe, wamecheza, wamekaa muda mrefu. Ukiangalia effectively, yani kwamba wao walipata time nzuri ya kufanya maandalizi. Leo unafanya maandalizi vibali uvishughulikii. Hiyo sio tatizo la Simba wala tatizo la TFF wala tatizo. Ili kuokoa mpira ni lazima watu wawe serious, watu wawe straight. Unasajili, unalipia vibali kwa wakati ili uweze kupata timu yako yote. Licha ya kuwa na safari za hapa na pale, lakini pia ukiangalia the way Simba wanapata ushindi, ni mshindi mzuri ambao ukiwatoa Yanga ambao wameshinda goli 3 kwenye mchezo wao wa kwanza, basi Simba nao wanafuata, kwa sababu ukiangalia timu zote ambazo zimecheza, yani timu zote zilizomaliza kukamilisha ratiba ya kuanza ligi, hakuna timu ambazo zimepata ushindi mnono wa goli 3, ukitoa Yanga na Simba. Ndio pekee ambao wamepata goli kuanzia 1, 2 mpaka 3. Ukiweka kwamba ni namna gani wacheze, hii ni issue nyingine, kwa sababu ukiangalia kimsingi mechi zipo karibu, na licha ya ukaribu wa hizo mechi, na kuna umuhimu wa kushinda kila mechi, kwa sababu mashindano yote ni muhimu. Ukiangalia pia ratiba ya FIFA na CAF zile za mechi za klabu bingwa, pia ukiangalia kalenda ya FIFA kwenye mechi za national team,
pia ni changamoto, kiasi kwamba hatuwezi kuona ile hali nzuri ambayo unaitaka kwa kila timu kufanya vizuri. Japo ukizungumzia mchezo ulivyokuwa wenyewe direct, ni kwamba Simba walikuja vizuri licha ya mispress ambazo nafasi ambazo unaziona kwamba ingetakiwa transition iwe nzuri, lakini wanachelewa ama inakuwa misplace kwa sababu ya kuto kucheza pamoja kwa muda mrefu ama kuto kuzoeana. Hii ni changamoto ambayo timu yoyote inaweza kukutana nayo pale pindi ambapo wachezaji wanaposhindwa kuclick kwa haraka. Na chingine ni kwamba ukizingatia pia timu imeachana na kocha mkuu wake. Timu ipo chini ya Matola na Ahmed Morocco. Kwa hiyo unakuta tena timu inaanza tena upya kwenye kufanya setup. Japo wao wanaweza kuwa wameiona, wanajua wafanyeje, lakini bado unazungumzia timu ambayo inaenda kufanya upya setup. Inafanya upya setup kwa sababu sasa tumeshaingia kwenye mfumo mwingine ambapo kila kocha anapokuja au anaposimamia timu anahitaji kufanya kitu chake. Sasa kama unahitaji kufanya kitu chako, na lazima unakutana na changamoto za hapa na pale ambazo kama Simba sasa hivi wanakutana nazo. Lakini all in all ni kwamba the way unapokuwa uko vibaya au uko vizuri na unashinda mchezo, hii ni kitu kizuri pia, kwa sababu hakuna, yani ili timu bora iwe timu bora ni pale ambapo unaamka vibaya lakini unawini mchezo. Hii ni kitu kikubwa, na zaidi ni kwamba unashinda kwa idadi kubwa ya magoli licha ya kuto kuplace. Timu haikuwa na place sana. Simba ukiona walikuwa wanacheza kama open game, lakini iko very slow, yani wanacheza kwenye ile role ya kucheza kwamba kumiliki mpira basi, na goli kitokea tufunge. Na ni kweli imepatikana nafasi ya kwanza. Rushen ameprove kiwango chake moja kwa moja, anaingia kwenye kikosi. Beki bora huyu wa ligi ya South Africa, na anafanya vizuri kwenye kuzuia, na bahati moja nzuri anakuja kufanya vizuri zaidi kwenye nafasi hii ya kushambulia kwenye mpira wa kona. Anafunga kona nzuri safi kabisa, amemakiwa, lakini ukiangalia movement yake, the way alivyo shake body yake, imetengenezwa nafasi, mpira umefika na anafunga. Jean Shalewa anaanzia pale pale ambapo aliishia msimu ulioisha, ana assist na anafunga. What is performance, kwa sababu ukiwa kwenye mazingira ambayo unapata ushindi na unaperform vizuri, hiki ni kitu kingine ambacho watu wengi huwa wanashindwa kukifanya mara kwa mara. Kwa hiyo inapotokea mtu ana uwezo wa kukifanya, basi ni kitu bora sana. Ni kitu bora. Apati nafasi nyingi sana leo kwenye mchezo, lakini ile moja ambayo anajiposition vizuri, mpira unafika kwa wakati, anachagua engo ambayo ni impossible na anafunga, inakuwa beta kabisa kwenye upande wake. Kwa sababu ikiwa kama striker mechi yake ya kwanza ya ligi akiwa na uzi wa Simba Sports na anafanya vizuri, ni kitu kikubwa sana, kwa sababu leo unahitaji mechi nyingi, lakini unahitaji nafasi nyingi pia kuonyesha ubora wako kwa mtu ambaye amekamilika kama Jonathan Soa. Anafanya kitu kibora zaidi, kwa sababu mchezaji mzuri anahitaji nafasi nyingi zaidi ili aonyeshe ubora wake, na anapata nafasi kwenye eneo ambalo amejaribu kujiposition vizuri, mpira unafika, anafunga. Kuhitaji kuona kwamba Soa yule ambaye tumemwona Singida Black Star ni namna timu ilivyokuwa ina operate na kufika kwa wakati, lakini pia ukiangalia rate yake, huu ni mchezo wake wa kwanza
akiwa kwenye uzi wa Simba na anafunga goli lake la kwanza kwenye mashindano. Lakini ni mwanzo mzuri kwake, kwa sababu timu inapokuwa mbele kwenye bao 3 alafu na wewe unakuwa kama striker unafunga, ni kitu kizuri kwenye nafasi ambazo ni chache ambazo unapata unafunga. Ni kitu kikubwa na kitu cha thamani sana. Na ukiangalia kwa Simba hii ambayo sasa hivi bado haijaanza kuchanganya vile ambavyo huwa tunaijua kwa kutengeneza nafasi nyingi, basi tutegemee kuona kitu kizuri sana kwa Soa, kwa sababu ni mtu ambaye anajua sana kujiposition, na ukizingatia Singida wanatengeneza nafasi chache na ameweza kuziconvert kwa magoli. Kwenye timu kama Simba ambayo itabidi aonyeshe zaidi ubora wake, kwa sababu ni timu ambayo inatengeneza nafasi nyingi. Of course inatengeneza nafasi nyingi, pressure inakuwa sio kubwa sana upande wao, kiasi kwamba ni yeye tu convert kila nafasi ambazo watakuwa wanazipata Simba. Leo unaona mtu kama Mzamiru Yassin anaanza kwenye mchezo, timu inakuwa na balance vizuri kabisa kutokea eneo la kati, anafanya vizuri, na mwalimu baadaye anakuja anafanya sabu za wachezaji kadhaa. Kwa sababu ya nini? Kupunguza ile pressure, kwa sababu mchezo unaonekana kwamba umeushika. Anapunguza pressure kwa sababu pia una game nyingine ambayo ni muhimu zaidi, ya nyumbani, ya kimataifa, ambayo watacheza siku ya tarehe 28, ambayo pia ni mechi muhimu. Ikiwa mechi tayari umeshaikamata na umeshapata matokeo, inabidi uwajihakikishie kuwa na wale wachezaji wako ambao unaamini wataweza kukufanyia kazi nyingine zaidi kwenye mechi nyingine ambayo unahitaji. Kwa hiyo mwalimu anatoa wachezaji kulingana na ile tunaweza kusema kwamba ni mchezo mwingine mpya ambao lazima uwe na approaching game nyingine tofauti. Pia speaking of Fountain Gate ni timu nzuri, timu bora, lakini pia ukiangalia mwalimu Dennis Kitambi, miongoni mwa walimu wazawa bora kabisa kuwepo Tanzania. Amehudumu mara kadhaa kwenye timu kadhaa pamoja ndani na nje ya nchi, Kenya pale na sehemu zingine. Amejaribu kuonyesha kile ambacho alichokuwa nacho, na tunaona setup ya timu ilivyokuwa ina operate kutoka nyuma katikati mwa kiwanja. Timu ilikuwa inacheza kwa mpango fulani ambao unaona kukosekana na kwa nyota kadhaa kunaonyesha ile ugumu wa game. Lakini tutegemee kuona Fountain Gate bora zaidi pale ambapo wachezaji wengine ambapo watapatikana ambao wamekosa vibali. Kwa hiyo tutegemee kuona Fountain Gate ile bora ambayo itaonyesha ubora zaidi kwenye mechi ambazo zinakuja huko mbele. Ukiangalia kitu kingine kwa Dennis Kitambi, amejaribu kumstudy zaidi golikipa wa Simba, na ukiangalia ni kama mpango maalum, licha kuwa wanapoteza ule utulivu kwenye safu ya ushambuliaji wakina Mkono, kwa sababu ya kuwa na maagizo fulani kutoka kwa mwalimu kwamba amemstudy na kujua kwamba ana mistake kadhaa zinatokea kwenye namna yake ya kuzuia mashambulizi ambayo yanatokea mbali. Anajaribu kuona kwamba sasa strikers wa Fountain, ili kukabiliana na safu ya ulinzi ya Simba, ni kutengeneza nafasi ambazo hata zikiwa hatujaingia kwenye 18 yard tunaweza tukafunga tukitokea mbali. Na ukiangalia magoli ambayo Simba wamefungwa msimu ulioisha ni magoli 8 ambayo yamefungwa kwenye mtindo wa kupigwa kutokea mbali. Na ukiangalia imekuwa kama ni sehemu ya changamoto ambayo huwa anakumbana nayo golikipa wa Simba Kamara.
Kwa hiyo Mwalimu Kitambi alifanya setup yake, lakini unaona kama ni mpango ambao aliwapa washambuliaji wake kwamba wakifika kwenye eneo hili la hatari basi wafanye haraka kwenye kufanyaje kushoot, kwa sababu golikipa wa Simba Kamara amekuwa na weakness hiyo ya kutokuwa mzuri zaidi kwenye mipira ambayo inapigwa kutokea mbali. Kwa hiyo anajaribu kufanya hivyo mara kadhaa, na unaona kwa sababu ya kupata ile kukosa utulivu wanashindwa kuconvert kwa magoli. Lakini msingi unaona kwamba progress ya Simba inaongezeka, inapanda, kwa sababu ukichukulia game ya Derby, the way wamepoteza kwa goli moja, lakini timu haikucheza vibaya sana. Game ya pili away wanapata alama 3, yani wanafunga goli moja. Unaona progress ya Simba leo, wanaingia kwenye mchezo wanashinda goli 3, ambazo kimsingi tukianalyze mpira mechi kama mechi yenyewe, utaona ni ongezeko la ule ubora wa Simba unaongezeka, yani ubora unaongezeka licha ya kuwa na game plans kutokana na mazingira ya game zenyewe zilivyo. Game zipo karibu sana, lakini wamejaribu kujitahidi kubadilisha. Kadri siku zinazozidi kwenda tunaiona Simba inabadilika, na ni good challenge kuwa na timu ambayo yenyewe bado haijakaa vizuri, na wewe ukaweka mpango wako, ni kwamba unafanya comfortability iwepo kwa wale ambao unawapa mpango kufanya, au wachezaji kuwapa approaching game, wanacheza vizuri. Hii ni kitu bora.